Mbona nasema haya? Kuna mtu anayehitaji eti? Mimi sijayapanga. Kuna milango mingapi? 9. Inafunguka, unisikilize vizuri. Akishazini. Siku kimgundua. Milango 9 ikifunguka, unafika nini? Sio milango, yani kwenye mlango ule mmoja. Yana zinaingia roho ngapi? 9. Zinaingia roho 9. Ya kwanza ni roho ya dharau. Kila unachomwambia na kudharau. Roho ya dharau imebebana na kiburi. Kinachoingia roho ya pili ni roho ya mfilisi. Utashangaa nini hamjajenga, lakini kuna mtu amejengewa kwa asili. Hela ya leo hiyo. Mfilisi. Nini amsogei, lakini kuna mwingine mwanamke na ana watoto sio wa kwake, amejengewa bila wewe kujua. Maana yake nini? Akimsemesha tu kidogo, katoa milioni ile mwenzako anaenda kununua tofali. Akirudi nyumbani wewe anakudanganya kilo ya nyama. Kilo ya nyama shilingi ngapi jamani? 9. 9. Anakuletea nyama na kikuku pale. Anakupa 20,000. Amemaliza kwa wingi. Unasema naomba niletea nyama na ile kwenye friji, unafikiri anakupenda. Kumbe upendo ulishafanyaje? Wewe una bajetiwa 50, mwenzako ana bajetiwa. Unamuona kichaa? Kichaa hajui mke wa agano ndiye anayekufanana. Anasahau. Na yule mwanamke siku akiishiwa, yule mwanamke wa nje wao wanafukuza. Na angalia agano kwa vile nimekushika, wanaume wengi wakifukuzwa, yule mwanamke aliyezaa watoto na kufunga naye ndoa ndiye anakuja kufia hapo. Na hata kama tendo la ndoa alipo, nasema tutakaa tumemfanyaje? Ni kwake. Tutakaa hivyo kila mtu na chumba chake. Yule kafukuza, lakini ndio kaacha majengo. Wewe bado unanyafuka. Maana huo mlango linaingia pepo la ukaidi, hata mwambiaji hakubali. Linaingia pepo la kiziwi, linaingia pepo la nini upofu. Haoni hapo, unaenda katika mlango hivi, haoni kama kweli unaniumiza. Wewe unafikiri anaona? Linaingia la kiziwi, hakusikii. Niambie mwanamke uliyeolewa na umeona hizo tabia kwa mume wako zimeanza na haujui zilianza kabla hujajua, alafu wao unaomba kama vile nilivyokuambia, baba usitoe, ndo atatoka. Ndio maana unakuta wamama wanaomba mpaka mtu anazeeka hajabadilika. Unamtolea na sadaka, Mungu anakubali sadaka, lakini anakuletea message, badili maombi. Kuna mahali pa kuanzia. Badili maombi mwanangu. Nenda kwenye semina mbalimbali, kajifunze ubadili maombi. Badili maombi. Huyo mume nimekupa, wewe ndio una amri ya kumtengeneza. Timotheo anasemaje? Mungu huachia madaraka kwa mwanamke pindi anapoolewa. Amina. Tunapoomba madaraka, sio madaraka ya kuwa kijogoo. Tunapoomba nyenyekevu, tukimpiga kwa chini, yule atakayemgusa mume wangu ama rohoni au mwilini na lalamesa mama. Mwaka wa 40 nilimaliza tarehe 24 ya ndoa. Sijaona mwanamke anamsumbua mume wangu. Hela itoki. Hela zake zote nazijua. Sasa anatembea na picha yangu. Akitongozwa anakuja kuniambia, "Mwafanya kwa kichekesho." Sasa hivi nimwambia, sasa nikamtazama hivi. Wewe unanitazama hivi. Nipo getini. Nipo wapi? Lazima mwambie mbadili macho yangu yatiwe nuru. Alafu nikimwona ajue naona nini. Yeye akimuona anaona umeshajua kwamba yuko na Mange. Utasikia akisema, "Mange sinishamwacha." Kwa ndugu yale macho yale. Mimi nishamwacha Mange, malengo achana na hivyo. Uone ndio tumwake. Sasa akimtaja hizi zinawafundisha. Nikasema akimtaja unasema shabas. Mimi sikasiriki. Namwambia Mange anakusumbua. Haina shida.